Kipekee zaidi leo nitaenda kuangazia siri ya utawala wa giza katika ngazi zao, na leo nimechunguza baadhi ya siri nimezipata hapa, na nimeona bora nikuletee ili upate kuzifahamu na pia upate kufunguka. Lakini leo nitasimama katika siri ya mwanamke. Kuna ngazi tofauti tofauti za kiutawala, yani utawala wa shetani. Kuna ngazi ya kwanza ambayo hii ngazi ya kwanza ni ngazi kipekee sana katika utawala wa kishetani, yani ngazi ya kwanza ndiye Lucifer mwenyewe, ambaye huyu Lucifer ndiye mkuu anayedominate katika ulimwengu wa giza na madhabahu ya giza. Kama umefuatilia video ambayo nilianza kuintroduce juu ya siku ya kwanza ya uumbaji, Mungu alijua yote aliyo ndani ya Lucifer, na ndio maana Mungu Biblia inasema ndani ya Lucifer kulikuwa na uzuri wote, ndani ya Lucifer kulikuwa na kila kitu kizuri kilicho ndani ya Lucifer. Pia usisahau kulike, kushare hii video kwa watu wengine watano. Kuna ngazi ziko za utawala katika ufalme wa giza, yani katika ulimwengu wa kuzimu ama madhabahu ya kuzimu, na Lucifer ni moja kati ya kuna malaika wengine wowote katika ufalme wa mbinguni na hata katika ufalme wa kuzimu. Ngazi ya pili ya kiutawala ni Malkia. Hii ngazi mara nyingi sana huwa ngazi hii ya Malkia huwa ni ya msaidizi kwa Lucifer. Huwa ngazi ya Malkia huwa inamsaidia Lucifer. Ili upate kuamini hicho kitu, kaangalia kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 17, ambapo hii sura ya 17 inaonyesha namna juu ya kahaba mkuu aliyeketi juu ya joka lenye vichwa saba, na ambapo ukisoma Biblia joka lenye vichwa saba ni tafsiri ya shetani, na zile vichwa saba na pembe 10 ni tafsiri ya falme, ambapo katika ngazi nyingine ya tatu, katika ngazi ya tatu ni ufalme ama wafalme wanapishana kicheo, yani cheo cha kwanza hadi cha 9. Sasa katika hii ngazi, katika hii fasi ya Malkia, katika yule joka lenye vichwa saba, juu yake yuko huyu kahaba mkuu. Kumbuka katika kipindi cha ujio wa mpinga Kristo, watu watakaogoma kusujudia sanamu watauawa. Damu ya watakatifu iliyo ndani ya kile kikombe, kikombe chake kimejaa machukizo, kikombe chake kimejaa uasherati, ambapo hii fasi ya 4 ni fasi ya idara na wakuu, ambapo hii fasi unazungumzia juu ya viwanda, unazungumzia juu ya wachawi, unazungumzia juu ya malaya, unazungumzia juu ya Freemason, unazungumzia juu ya ndoa na familia, pia unazungumzia juu ya upelelezi na kadhalika. Katika hii fasi ya idara, mara nyingi sana kahaba ama katika ufalme wa kuzimu, katika engo ya malaika ama malkia, mara nyingi sana upewa instruction kamili ya kwenda kuharibu ama kwenda kuteka baadhi ya watu kuwaleta katika ufalme wa giza. Mfano, katika makanisa wako makahaba wakubwa waliokuwa ndani ya makanisa ambao wanakuja na vimini, wanasimama mbele kabisa ya madhabahu, na watu wanapohubiriwa Injili kulingana na kile alichokivaa, basi kinaonyesha ya kwamba kutamani kufanya jambo fulani. Kwa hiyo inatolewa akili ya kufikiri juu ya neno, inaletwa akili ya kuanza kufanya uasherati. Kikombe cha yule kahaba mkuu kilichojaa uasherati na pia kilichojaa uchafu ndani ya kanisa. Kijana ama vijana unakuta wanazini ndani ya kanisa, unakuta wanazini kwa wao kwa wao ndani ya kanisa, pasipo mchungaji kujua, pasipo kuolewa, pasipo kuoa, pasipo kutolewa posa, pasipo kutolewa mahali, uzini wao kwa wao. Na pia kimejaa machukizo ndani ya kanisa. Mtu akiona mmoja amefanikiwa, basi mwingine anachukia, mwingine akiona ametoboa, mwingine anachukia. Si ndani ya kanisa tu, na hivi vitu viko nje ya kanisa. Katika nje ya kanisa, hapa ndipo huyu kahaba mkuu amesambaza vibaraka wake katika kila kona ya eneo, ambapo hakuna hata mmoja aliyeweza kusimama na kuweza kulikataa, kwa sababu watu wengi wameshakunywa hicho kikombe. Mtu ukinywa kikombe cha umalaya, lazima na wewe uwe malaya. Ukinywa kikombe cha uchafu, lazima na wewe uchafu. Ukinywa kikombe cha machukizo, na wewe lazima uwe mchukizo. Okay. Katika fasi ya pili, katika fasi nyingine ya ngazi ya kiutawala, kuna wapeleka taarifa na pia kuna wafanyakazi wote, ambapo katika wapeleka taarifa ni yoyote yule anayechaguliwa katika ngazi hizo ya kiutawala wa Lucifer, ndio anakuwa. Ni kwa sababu Biblia inamtambua mwanamke ni moja kati aliyetoka ndani ya mwanadamu. Mwanamke hakuumbwa kupitia ardhi, lakini mwanamke alitoka katika nyama za mwanaume, alitoka katika mifupa ya mwanaume. Kwa nini katika ngazi ya utawala mwanaume, katika ngazi ya utawala wa Lucifer mwanaume akawekwa kuwa watatu? Kumbuka kitu hiki, Kristo alipoingia msalabani alichomwa mkuki ubavuni. Hii inamaanisha ya kwamba Kristo alikuja kumkomboa mwanamke katika kila teso aliyokuwa akipitia. Kumbuka damu na maji vilitoka kunako mwili wa Yesu Kristo, na kitu ndicho ukikumbuka ya kwamba kipindi cha uzazi ama kipindi mwanamke anaenda kujifungua, damu na maji vinatoka. Na katika hospitali nyingi, naombeni sana wakina mama mwe makini mnapoingia kipindi cha kwenda kujifungua, kwa sababu hicho kipindi ndicho kipindi cha damu na maji kutoka. Inamaanisha kuleta agano. Wa lango la Naini alimwonea huruma, alienda kuligusa kaburi juu ya mwanamke aliyetokwa na damu zaidi ya miaka mingi, alipoenda kuligusa pindo
la Yesu. Kwa nini damu ilikata? Ni kwa sababu Kristo alikuwa ni mwenye kuleta nguvu na uamsho katika upande wa mwanamke, ili wapate kuleta mabadiliko katika familia na katika taifa na dunia kwa ujumla. Je, kwa nini Kristo alifanya tukio hili? Ni kwa sababu alijua mwanamke ametekwa katika ufalme wa giza kupitia maarifa, na ndio maana kila alipokuwa akienda alikuwa akihubiri habari za ufalme wa mbinguni, ili na mama, vijana, pamoja na wazee, pamoja na wababa wapate kuzijua asili za ufalme wa mbinguni, ili wapate kukombolewa katika kila aina ya mateso wanayoyapitia. Lakini kaa ukumbuke tena kitu hiki, Kristo alipokufa alipopigwa mkuki ubavuni. Kumbuka, katika sehemu ya ubavu ndipo mtoto anapokaa. Sehemu ya ubavu ndipo mtoto anapokaa. Nasema mama, kuna mipango mingi inapangwa katika odi ya uzazi. Madhabahu ya kuzimu inapojua kuna ujio wa mtoto mwenye kuleta mabadiliko katika dunia, mwenye kuleta mabadiliko katika ufalme wa kuzimu. Sikia, kipindi Yesu Kristo ipo ndani tumbo la Mariamu anakaribia kutoka, ulimwengu wa giza ulipata. Sasa kwa hapa naomba nitembee katika Ufunuo mradi uweze kunipata kiupana zaidi. Inaeleza kwa upande wa mwanamke, Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, pia kati uzao wa mwanamke. Ukija kusoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12 unakuja kuiona hiyo vita, na kama nilivyokuambia hapo awali ya kwamba kuna ulinganifu mkubwa kati ya kitabu cha Mwanzo na kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Mengi yaliyoelezwa katika kitabu cha Mwanzo yanapatikana katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, na pia katika Ufunuo wa Yohana sura ya 17 pia inaonyesha, naombeni samahani kwa walimu wanaozungumzia juu ya ndoa, nazungumza juu ya zile idara za ndoa kwa kuingilia, kwa maana hiki si kipande changu juu ya kufundisha mambo ya ndoa. Kuna tatizo kubwa sana katika upande wa mwanaume kumwacha mwanamke aliye chini ya ardhi. Hili ni kosa kubwa sana wanaume tunalifanya. Mwanamke alipokuwa anazaa, damu yake ilimwagika. Kumbuka, damu ikimwagika, ardhi huwa inakunywa damu ya yule mwanamke. Kwa hiyo damu ya yule mwanamke inapokuwa connected na ardhi, ana uwezo asilimia zote kuzungumza na ardhi ikasema. Ndio maana ukija kuangalia utawala wa Lucifer umempelekeza mwanadamu kutoka katika sehemu ya Mungu. So katika uumbaji wa Mungu alivyomuumba mwanadamu, alimuumba kwa sura na mfano wake. So uumbaji na nature yote ya Mungu alimpa kwa mfano mwanadamu. Hivyo Lucifer akapata nguvu kupitia mwanamke juu ya theolojia hiyo. Anaona mwanamke anaweza kumwambia mtoto wake sema baba, mama, dada. Hii kauli huwa inazungumzika kwa namna ya uumbaji ama utamshi wa maneno, namna gani unaweza ukayaumba maneno katika kinywa chako. Na hii ndio theolojia ambayo mwanamke yuko nayo, tofauti na mwanaume. Mwanaume hana uwezo kumuumbisha mtoto maneno kutoka katika kinywa, na ndio maana mwalimu wa kwanza kwenye hii dunia ndiye mama mwenyewe. Anamfundisha mtoto kusema mama, maji, sema dada, sema kaka, sema baba. Yani hiyo ndiyo theolojia ambayo Lucifer mwenyewe alivyoona kupitia mwanamke kuna vitu vingi sana ambavyo viko ndani yake, hivyo akampendekeza kuwa ndiye ngazi ya pili katika utawala wake. Mwanamke anapolala katika ardhi, anapolia juu ya mateso anayopitia kwa mwanaume, huo mwanaume huwezi kutegemea ukafanikiwa, huwezi ukategemea asilimia zote ukafanikiwa. Biblia inasema wako wapi wakina mama waombolezaji? Kwa nini? Mungu alijua wamama waombolezaji ndio wana uwezo wakabadilisha vitu vilivyokufa. Kuna kitu kingine ambapo wanawake wengi ukiona usiku, katika kipindi cha usiku watu wengi hulala, na kipindi cha usiku ni utawala wa giza. Utawala kwenye dunia si kipindi cha utawala wa nuru. Katika utawala wa giza mara nyingi usiku huwa kunatokea vitu mbalimbali. Huwa napenda kukwambia usipende kuanika vitu vyako vya ndani nje kipindi cha usiku, kwa maana ni kipindi kibaya sana. Na hiki kitu inadipata kuniamini ni kwamba kuna baadhi ya wanaume na baadhi ya wanawake, asilimia nyingi kwa upande wa wanawake, wanapolala usiku huona kuna baadhi ya vitu vinakuja vikiwatembelea katika miili yao, na wengine wanaona wanafanya mahusiano, yani wanafanya mapenzi katika kipindi cha usiku. Ni kipindi ambacho katika ufahamu wa mwili haujui nini unafanya, lakini katika ufahamu wa roho unaona unafanya kitu na mtu, muda mwingine ni ule unayemuona. Sasa ukija kuamka kweli katika ulimwengu wa damu na nyama, unakuta kweli eneo uliopo umelala limechafuka. Sasa ukija kujiuliza, nilichokuwa nakifanya katika roho kimekuwaje kimedhihirika katika mwili? Ni kwamba katika ulimwengu wa roho anatafuta ile uzao. Hata katika upande wa wanaume nao inawatokea hivyo hivyo, wanalala usiku, wanaona wako na wanaaje, moja mbili, moja na tatu, wanaona kweli. Kija kushtuka asubuhi, kweli shuka limechafuka. So usipende kuanika vitu vyako vya ndani usiku. Pia unapolala jaribu kuomba kila siku,
Na napokwambia jaribu kuomba kila siku, simaanishi wakati wote unaomba. Ukiwa unaomba kila siku, ina maana kwamba leo unaomba, kesho unaomba, kesho unaomba, kesho. Kadri kila siku unavyokuwa unaomba, unatengeneza akiba ya maombi itakayokusaidia. Na ndio maana unakuja kuona baadhi yao, watu wengi huwa hawakutani na hichi kitu, kwa sababu wanapojaribiwa kufanyiwa hichi kitu katika ulimwengu wa roho, kunatokea na vita, ambapo hii vita Mungu hushuka kupigana kumtoa katika hili janga. Katika upande wa kahaba, pia ni mmoja kati ya kiongozi mwenye kushika hicho kikombe, na kila mtu aliye improve katika ufalme wa giza katika section hiyo Malkia anapewa hicho kikombe kwa ajili ya kufanya kazi yake tofauti tofauti. Kumbuka katika upande wa Malkia kulikuwa na Malkia Jezebeli katika ufalme wa Israeli, katika taifa la Israeli, ambaye huyu alikuwa ni mmoja kati ya miungu ya manabii Baali, ambaye ni Malkia. Lakini kuja kuangalia tena katika kipindi cha Yesu Kristo, Jezebeli aliinuka tena kumtafuta Yohana. Ndio maana nakwambia uzao ndio unaotafutwa. Na kitu kingine ambacho nitaenda kukugusia ili uone utawala wake katika dunia sasa, na ujue ya kwamba dunia tunaelekea mwisho. Almost watu wengi sana sasa hivi zimeibuka fashion tofauti tofauti ambazo zimeua tamaduni ya nyuma, maadili ya nyuma, na sasa hivi watu wengi wamependa maadili ya watu wengine wa nje. Kuvaa sasa hivi nguo fupi kwa mtu ni kawaida, kuvaa kitopu ni kawaida, na tushazoea kawaida. Na mtu kuingia kanisani na kimini hivyo mtu anaona kawaida, makanisa mengine hayakatazi, ni kawaida. Watu wengine wanaona ni kawaida. Na kuna vitu ambavyo viko kwenye dunia ambavyo hivi ukiviona utajua kabisa utawala wa kahaba mkuu ni umeanza kwenye dunia. Kitu cha kwanza, uwepo wa wimbi kubwa la makahaba katika dunia. Yani nazungumza juu ya malaya wengi waliokuwa katika dunia. Sasa hivi sio malaya mpaka ajiuze asimame katika barabara ajiuze, no. Sasa hivi malaya wengine wako hata ndani ya familia, ndugu kwa ndugu, anafanya umalaya, wengine hivyo na hivyo, sehemu nyingi tofauti tofauti. Baadhi ya nguo nazo zimechangia kuonyesha juu ya uwepo wake huyu kahaba mkuu kwenye dunia. Nguo, kuvaa nguo vimini vyenye kuonyesha maumbile yaliyo ndani ya mwanamke, kufunua kuonyesha juu ya sehemu zake za siri za mwanamke, kwenye makalio, kwenye mapaja, kwenye kifua. Obvious inaonyesha juu ya mwanaume kupatwa na tamaa. Lakini naomba nikugusie juu ya utawala. Biblia inaonyesha mwanaume ni mmoja kati ya kiumbe chenye nguvu kwenye dunia. Ukumbuke kuwa mwanaume alipewa laana ya kwamba atamtawala nani? Mwanamke. Lakini mwanamke alipewa laana ya kumtawala, ya kumtamani mwanaume. Na ndio zato why ufai katika sehemu ya zinaa. Lucifer anamtumia mwanamke kwa asilimia zote, maji wapate wafalme wengi watakaweza kusimama kuipresent ufalme wake katika dunia. Na ndio maana nataka nikwambie kitu kimoja, katika ufalme huu wa giza huwa unadominate katika kupitia malkia. Inamteka mwanamke asilimia zote, na anapotekwa mwanamke ama mwanaume katika ngazi ya utawala wa kishetani, huwe na uhakika asilimia zote lazima ataasi na kuingia katika zinaa. Na that's why kuna wanawake wengine wamejitunza hivyo wanaharibiwa kupitia maneno. Na ndio maana si kila neno linalotoka katika kinywa cha mtu ni yako sawa. Jifunze kukaa kuangalia maneno gani yanayotoka katika kinywa chako ili yaweze kukusaidia katika hatima na shughuli yako ya kimaisha na katika kutimiza hatima yako. Before kutimiza hatima yako, angalia: moja, umekuja kufanya nini kwenye dunia? Mbili, una kazi gani kwenye dunia? Tatu, wewe ni nani? Nne, una siri gani kati ya wewe na Mungu kwenye hii dunia, ambapo amekuita kuja kutimiza kusudi gani, ambapo katika hilo kusudi ndipo utakutana na hivi vyote vyenye kuleta mafanikio ndani ya maisha yako. Shalom, shalom.